anapiga mateke kenyewe. Haya shoga yangu. Kuna mtu kule kapanda dau. Anataka uende ukampe mambo. Mambo? Yaani mambo gani? Kapanda dau nini yani? Kapanda dau gani? Yaani zo umepoa. Hivi wewe nini maana mama? Unaenda kufanya naye mapenzi ana hela. Mimi. Leo mwanzo unachanganyikiwa, si ndio? Yaani mimi umekuja kuniambia na hii hali yangu na hili tumbo langu, niende nikafanye mapenzi na wazee wapi? Zu. Hivi unashindwa kufumba macho mara moja tu? Tena wenye mimba wanakuaga na joto hatari. Unashindwa tu kuchukua kibunda chako karudi? Zu, hapa mjini huyo mtoto anataka vifaa vya hospitali. Anataka akitoka atoke mazingira mazuri. Utarudi kwenu wewe Zu, unakuonea huruma wewe. Halina kweli umenichoka. Niambie basi. Yaani mimi najua kufukuza yeye akwambie toka. Ushaona umenichoka kukaa hapa kwako unashindwa kuniambia Zu nimekuchoka nenda. Unaanza kutaka kunifanyisha vitimbu hili kama hivyo. Mama hapana siwezi. Yaani mimi na ile tumbo langu ngeje naenda kukutana na mwanaume kweli? Unaniambia hapa eti mtu mambo sijui kapanda dau nini lakini siwezi. Lina siwezi. Kama unahitaji niondoke kwako niambie. Kwa hiyo unataka kuniambia hiyo mimba ilikuja kwa Roho Mtakatifu? Si ulifanya wewe tena ulikopwa. Hata hela kufanyia usafi na hisi hajakupa. Unashindwa kwenda ule baba amejitoa anajipinda anatoa hela yake. Hiyo mimba mbona ulikopwa? Na mpaka sasa hivi ndio maana iko hapo haieleweki. Unashindwa mara moja tu. Tena wamesema wenye mimba ndio wanakuwa wa moto hatari. Kitu mara moja shogangu naomba usiniaibishe. Sawa? Mjini hapa kila mtu kaja na nauli yake. Na kustiri kama udugu wangu. Nakupa madili hayo, alafu na mimi sina maana, sina akili. Ndio nafanya vitu vinakuja hapa. Yaani nalipa kodi, nalipa umeme kwa sababu ya hivyo. Kwa hiyo muandalie mwanao mazingira mazuri. Sawa? Na hii hali yako watu wanakugombania hatari. Kabi. Unajua mimi nashindwa kukuelewa rafiki yangu. Sasa kulikuwa kuna sababu gani ya kunileta chemba pembeni aliyakuwa pale kijiweni tuko wenyewe peke yetu? Ujue bwana vitu vingine sio kila mtu asikie babu. Pale anaweza akaja mashushusho nini. Sikiliza mwanangu nikuchana sasa. Jana nilivyokupangilia zile ndombolo kwamba naingia kwa yule manzi mwanangu. Kweli nimeingia fresh mwanangu. Piga mazingira nini unajua? Mtoto kawaka nini anataka vya nyongeza. Na mimi ndo nikakolea baba nimkoleze. Acha nimkoleze. Dakika za mwisho mwanangu nimenogewa. Natoka uso kwa macho mwanangu nakakosa. Furu ubaridi mwanangu nimeingiwa na ubaridi unaambiwa natetemeka. Lakini cha ajabu mwanangu. Yule jamaa mwanangu nimemwona yani dunia hii yule hajaumbwa bado. Akaingia ubaridi yeye kawa mpole hajasema chochote. Babu yali ndo inanitisha mimi na kuniogopesha. Unajua Kabe, siku zote huwa nakuelewesha vitu vingi sana. Lakini mimi nahisi wewe hiki kichwa chako hiki kina matatizo. Na siku zote lori haliwezi kuvutwa na bajaji. Kwa hiyo kwenye hilo jambo lako hilo mimi simo. Yaani utafuta wewe mwenyewe namna ya kulimaliza hilo jambo. Mimi sihusiki kabisa. Asa haki ukiongea hivyo unakuwa unafeli kwa sababu mimi toka naanza hizi taratibu za kumtokea yule manzi wewe ndo mshauri wangu mzuri bwana mdogo wangu fanya misondo hii wewe unaelewa maisha yetu ya ugaigai au sio mtaji pumzi asubuhi tunapoamka au sio ofisi miguu yetu wenyewe maskani ndo sehemu ya kusikilizia michongo fursa kama vile mimi nalamba na kuwalambazia kwa sababu yule mama mwenyewe ndo alinielewa yule mshangazi. Na ukiangalia mama yake leo unaambiwa mafuru maseke furu ni pepe hamna nini yani Dar es Salaam jazi sasa unadhani nini sisi tunawasaidia tu kaka bosi uko unaona uko unacheza ndombolo mwenyewe unakula burudani zako kwa hata hilo lilotokea tafuta mwenyewe namna ya kulimaliza yani kiufupi wewe ulitaka vya uvunguni wewe inama
Watu wengine hawafai kabisa kuomba ushauri mwanangu. Yaani hilo la kwako na utahangaika nalo mwenyewe. Kama mapenzi. Kiukweli, yani nashindwa hata kuelezea uzuri wako. Ilikuwa bado kidogo tu na uzazamisha jahazi leo. Unajua nini? Toka nianze kumwona wake. Wewe hatari. Yani kiukweli umenifanya nivutiwe sana na wewe. Labda kama kitu moja tu. Nitajaribu kuongea na dalali wangu. Ikiwezekana hamu unaofuata ni kuongezea bonus. Nikulipe mara 2 ya hiki nilichokulipa leo. Ili nikija nipate mambo mazuri zaidi. Asante mpenzi. Mtoto fundi leo. Usije. Yaani Lucky unajua unachekesha sana mwanangu. Unajua wakati mwingine binadamu huhitajiki kupewa ushauri au kupata ushauri sehemu nyingine yoyote. Unatakiwa wewe mwenyewe kwa akili zako timamu uchekeche kwenye ubongo wako na utafakari kwa makini, ujue maamuzi gani stahiki unachukua. Bila kujalisha watu wengine watakuchukuliaje. Kwa sababu wewe nafsi yako inaifurahisha. Basi kwa hiyo mimi usiniletee hizo story zako sijui za nini. Mimi unanichanganyia habari tu Lucky. Kabe, kwenye hili kaka mimi siwezi kuwa pamoja na wewe. Na nafikiri unanifahamu vizuri kabisa. Mimi siku zote huwa nasimama kwenye point, kwenye haki. Sikiliza kaka. Unajua haya maisha, alafu sisi ni vijana. Na kikubwa ambacho wewe unacho siku zote, huwa nakuambia sana. Yaani akili yako huwa inaangalia sana hapa. Sasa mimi akili yangu inaangalia pale. Mimi na jicho la mbele kaka naona. Kwa nini historia tu nazuu? Simfahamu sawa, lakini kwa hiyo historia yako ambayo umepitia kuhusu yeye, kaa naye tu. Leo ujauzito wako, pengine mtoto uweze kujua kesho atakuja kuwa nani. Sio kama unanielewa Kabi. Utakumbuka haya maneno. Oho. Alafu kumbe na wewe mwanangu upo kwenye ulimwengu afu uelewi kama maisha ndo haya. Yaani hakuna maisha mengine ya kuishi Lucky zaidi ya haya maisha unayoyaona. Kumbe na wewe unakalili eti kwamba mtoto atazaliwa, sijui utamkataa, baadaye utadhalilika, utamaanika. Oya homeboy, mimi siko huko kabisa. Wala hilo siwazii wala sifikirii. Akiamua kusaidia is up to yeye. Mimi mwenyewe nina maisha yangu. Mimi siwezi kumlea mtu kwa sasa unavyoniona Lucky. Mimi mwenyewe nalelewa na wewe mwenyewe unajua. Na Lucky labda nikwambie kitu. Ujauzito kama ungekuwa wa mama mtu naishi naye ndani. Una saizi nishakubali kicha wangu. Mimi mwenyewe nataka mwanangu ile sumulona mama lilivyo mama la mama mwanangu lile au sio bwana mimi mwenyewe Black Beauty mama jeupe lile mtoto akitoka chotala kala ni fulani hivi. Afu unapata mtoto wa kike. Unajua bwana piga rasta zako ni. Unataka unichanganyie mimi tu ina maziwa babu. Kwa hiyo leo ndo anakuchanganyia tu. Yaani mimi leo nakuchanganyia tu. Lakini ukumbuka kwenye hicho Kiswahili chako hicho.
Wewe ndo umemharibia yule. Sio yeye ndo amekuharibia wewe. Kwa hiyo ulipokuwa unalelemka ukitegemea kitatokea nini? Acha hizo bwana. Ayejo. Oya. Baba mtu mzungu mpaka la yani. Ananitaarifu kitu cha utipoti kiko tayari. Mambo ya masala nini afu leo mwanangu anatoka na biliani. Sio poa. Vitu vyako hivi. Oya, mtoto anaumiza au ananyosha sijai kuona. Mambo yako hayo. Sasa. Lakini kabla zingatia hiki nilichokuambia. Na usitegemee kama kuna siku utakuja kusikia naongea tena ili mimi. Kabla unakuja kulia ndugu yangu. Unakuja kulia mchana kweupe. Niko hapa ndugu yako. Oya, hizo story zako bwana mimi zinanichosha mboy. Wewe kama vipi tuongozane leo ukangate cha mama mtu. Hamna wewe nenda sawa. Mwanangu unapenda kulala kaa moja Nenda kajashuke mzee. Kama mtu wa Kago. Nenda kajashuke. Ayejo. Kado mapenzi. Oya, maisha ndo haya, hakuna maisha mengine mboi. Shauri yako. Lina, hivi ni wewe au macho yangu yananidanganya? Ni mimi, ukiona mwingine photocopy. Usiniambie. Usio kwa kupotea huku ndugu yangu. Asa mimi ndo nimepotea, wewe ndo umepotea jamani. Mimi mbona nipo sana? Maana siku hizi hata simu zako sizioni. Ndio saizi. Safi tu. Kwema. Kwema. Alafu nilikuwa nimesahau kukutambulisha. Huyu anaitwa Zuu. Ni rafiki yangu nakaa naye pale nyumbani. Sio unaona na kijacho. Kona kilealea kama unavyonijua. Kweli Zuu, nafasi sana kufanya. Asante. Haya wapi? Bwana kuna mtu anaenda kukutana naye hapo anaitwa Severini. Ni rafiki yangu. Kuna mambo kidogo tunaenda kujadili. Lakini sasa utafute muda tukutane mimi na wewe. Na mazungumzo ya muhimu sana nataka niongee na wewe. Haya mimi nipo nimejaa tele kama pishi la ubwabwa. Ulivyokuwa sasa upungukiwi maneno. Haya wewe nenda safari zako. Unasema anaitwa Zuu? Anaitwa Zuu. Sawa. Haya ngoja nimfanyishe mazoezi. Samahani sana brother. Mimi shida kubwa ni ilionileta hapa. Nina shida na Zuri. Sitaki kumsikia kabisa huyo mtu brother. Yaani huyo mtu amenifanyia mambo ya kinyama, sitaki hata kumsikia. Na nishatimua muda mrefu sana. Sasa brother, mimi kuna shida ambayo kidogo ya msingi sana na ina haraka kidogo. Tafadhali naomba kidogo tunizungumze naye. Nipe hata maelekezo basi wapi anapatikana. We jamaa, we hauelewi eh? We ni mgumu kuelewa, si ndio? Wewe unataka nizungumze na nini ndio utakuja kunielewa? Nimeshakwambia sitaki kusikia chochote kuhusu huyo mwanamke. Huyo mwanamke kanifanyia mambo ya ajabu kweli hapa. Anakuja na mimba hapa, ananidanganya kwamba mimba ni yangu mimi. Kumbe ya mwanaume mwingine kamtoa wapi sijui uko mimi nalea anajua mimba yangu, kumbe mshenzi tu ananiviliga mimi hapa. Mimi nishafukuza shatimlia mbali huyo mwanamke. Basi labda baada ya kumfukuza brother, kama alielekea labda kwa ndugu zake, wazazi, za rafiki yake, unaweza tu ukanihabarisha na mimi unjue mwanaume mwezio brother. Niambie na shida kweli brother. Kaka,
Mimi sijui mama yake wala baba yake, yuko wapi sijui. Sijui unaelewa? Nishakwambia huyo mwanamke nishamalizana naye. Wewe nenda kaangalie sehemu nyingine huko kaka. Oya wewe. Tafute mwanamke mmoja anaitwa Lina. Sasa mdada anaitwa Lina, uni dadavuli, labda hata muonekano wake, labda anaishi mtaa fulani. Kaka, wala usipoteze muda kumaliza maneno. Huyo Lina mimi mwenyewe simjui. Namsikia tu kwa watu. Sio unaelewa? Cha kufanya wewe mtafute huyo, kama utampata atakusaidia. Usipompata family life. Sijui unanielewa? Mimi simjui. Na sina msaada mwingine wowote. Nafikiri nishamaliza, unaweza kwenda. Okay, asante. Chanja mbuga bwana. Kwani wewe mwanasheria, mbona maswali mengi kaka? Tushaanza kusahau na kuanza kumove on, mnatuletea machungu tena. Nikumbushe maswala ya ex, mimi nitakuja nitamkata mtu shingo. Stori yako kikweli imenichanganya sana. Kabe mimi namfahamu, lakini pia sikutegemea kama atakuwa na roho ya kikatili namna hii. Na vipi kuhusu Chiko? Alikufukuza baada ya kujua ukweli au ni wewe uliamua kuondoka kwake ili kukimbia aibu? Alinifukuza. Kwa hiyo kwa sasa unaishi kwa Lina, si ndio? Kama alivyokuambia siku ile naishi naye. Kwa namna ninavyomfahamu mimi Lina, hawezi kushindwa kukuuza wewe. Atakuuza.